Mtazamaji wa Kondoa Online Television, kusii karibu sana katika makala hii fupi maalum iliyoangazia maisha ya binti Eliza, mkazi wa kijiji cha Kalamba wilayani Kondoa. Eliza ambaye kwa kipindi cha mwaka jana alipitia madhila ya kubakwa na mtu asijulikana katika eneo jirani na nyumbani kwa shangazi yake. Mwandaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Niza Hatibu Mafita. Katika kujali na kuonyesha utu, diwani wa viti maalum tarafa ya Pahi, Mheshimiwa Madina Fentu ameonyesha utu wake kwa kuweza kumpatia mahitaji binti Eliza kwa ajili ya malezi ya mtoto wake ambaye alimpata mara baada ya kubakwa. Na sasa ni hatua ya pili, Mheshimiwa diwani wa viti maalum Madina Fentu anakwenda kuona maendeleo ya binti Eliza mwenye umri wa miaka 15 tu. Binti Eliza ameeleza Mheshimiwa diwani wa viti maalum Madina Fentu amekuwa ni mtu wa kwanza kwenda kumsaidia mahitaji ya malezi kwa ajili ya mtoto wake, lakini pamoja na kumpatia kiasi cha fedha ambacho alianzisha mradi wa ufugaji wa kuku na mbuzi. Kwanza na kuku watatu. Nikafuga kuku. Baada ya hapo nikafuga mbuzi. Wakazaliana. Sako sita. Mshukuru jirani Madina. Nililetea poniponi, akaniletea na mfuko wa sabuni ya unga ya malezi ya mtoto. Aidha, Mheshimiwa Madina ameeleza kuwa aliguswa mno na tukio hilo la kikatili, na hivyo aliamua kwenda kumsaidia binti Eliza ambaye anaishi na mlezi wake. Nashukuru ndugu mwandishi kwanza kwa nafasi ambayo nimeweza kuipata kurudi mara ya pili kumtembelea. Huyu ni sawa sawa na mwanangu kwa sababu ndio kwanza na miaka 15 tu. Kwa hiyo bado ni mtoto wa kuendelea kulelewa. Kwa hivyo nilipokuja mara ya kwanza baada ya kukuta yale mazingira, kiukweli hayakuwa mazingira ambayo ni sadifu sana, kwa maana ya yeye mwenyewe kuweza kumlea yule mtoto bila kupata sapoti nyingine yote, kwa sababu hapa nyumbani anaishi na shangazi yake, lakini bibi yake yupo na tayari wameshakuwa ni umri wa makamu, hawezi kuweza kusema wanamsapoti kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo niliporudi nimeona kwamba ni namna gani tunaweza kumsaidia zaidi Eliza angalau aweze kunyanyuka kiuchumi, ili aweze kumsaidia mtoto wake namna ya kumlisha, lakini hata baadaye maandalizi ya kwenda shule. Kwa hivyo tulijaribu kuona namna gani tunamsapoti. Tuweza kuja hapa na kiwango cha shilingi 250 kuweza kununua mbuzi watatu, lakini na akaweza kuanzisha kuku kwenye banda la kuku kama ambavyo tumelitembelea pale. Tumeona kuku alianza nao kuku 4 na leo tumekuta ana kuku 10. Kwa kipindi tulifanya mawasiliano hapa alikuwa na kuku kama 20. Kwa hivyo sasa amefanya kama matumizi, kwa maana ndio mradi ambao unamsaidia yeye kuendelea kuishi yeye pamoja na mtoto wake. Kwa hivyo sasa kwa mbuzi walizaliana wakafika mbuzi 6, aliuza mmoja. Kwa hiyo kwa hivi leo tumekutana na mbuzi 5 nadhani 5, lakini tuna mbuzi kuku kwenye banda. Kwa hivyo sasa kutokana na mradi huu tumeona ni vyema sasa tuendelee kumsupport Eliza, kwani mtoto kama ambavyo tumemuona anaendelea kulelewa katika maadili yaliyokuwa mema mazuri, na mtoto ana afya nzuri, kwa hiyo anapata lishe bora, na ndio maana tumekuta mtoto ana afya sawa sawa. Kwa hivyo sasa ni swala la kuendelea kumsupport Eliza kutokana na mradi huu ambao ameuanzisha Eliza, kwa sababu tumeona mazingira pia ya banda sio rafiki sana. Tuweze kuboresha mazingira haya ya banda ili aweze kuongeza mbuzi zaidi, lakini pia mazingira ya kuku pale tumeona sio rafiki sana kwa sababu ni kibanda tu kimeungwa kiaina. Hata hivyo, Madina ameeleza binti Eliza anaishi katika kijiji cha Kalamba, kijiji ambacho anatoka Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi.
amesii watashirikiana kwa pamoja ili kumpatia wataalamu wa kumshauri namna ya ufugaji bora. Mheshimiwa mbunge wetu na waziri wetu wa mifugo na uvuvi anatoka kata hii ya Kalamba ambapo ndipo Eliza anapoishi. Kwa hivyo sasa, kutokana na mfano alioonyesha wa kuweza kufuga vizuri mbuzi hawa pamoja na kuku, lakini katika mazingira ambayo si rafiki sana, kwa hivyo basi nitapeleka message kwa Mheshimiwa Waziri kwa maana ya kuona namna gani anaweza kumsaidia zaidi Eliza ili aweze kuwa na banda zuri la kisasa, lakini banda zuri la kuku ili aweze kufuga kisasa. Naye mlezi wa binti Eliza ambaye ni shangazi yake ameeleza maendeleo mazuri ya mradi wa kuku na mbuzi alioanzisha binti yake Eliza. Shangazi yake Eliza na mbuzi watatu wakazaliana, sasa hivi mbuzi watano, na aliuza mbuzi mmoja akanunua kuku. Kweli labda kuwatafutia ulinzi labda wa kuweza kutafuta chanjo kuhusu mbuzi, wanapata chanjo, kuku chanjo, na sana sana labda kuwatafutia majani ni yeye Eliza ndo anatafuta. Saa zingine tunasaidia na sisi pia. Mpaka sasa hivi bado anajitahidi kuwashughulikia hao mbuzi. Mimi napenda waendelee kumsapoti diwani Mheshimiwa Madina. Mwaka jana alimsapoti na mpaka sasa hivi tena karudi kuja kumwangalia na kumtembelea kwa amani. Nazidi kumshukuru sana huyu diwani Mheshimiwa Madina. Hii support yake imetufurahisha sana sisi wazazi tunayemlea Eliza. Na tunashukuru sana. Na safari aliyoipiga kutoka huko alikotokea, tunazidi kumuombea Mungu amuendeleze kwa amani na mapendo ya Mungu. Mungu azidi kumtia nguvu, aendelee vizuri, maisha marefu. Mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuendelea kuitazama Kondoa Online Television na kuendelea kushiriki katika kuitazama makala hii maalum iliyoangazia maisha ya binti Eliza baada ya kupitia madhila ya kubakwa na mtu asiyojulikana. Nikusii endelea kuitazama Kondoa Online Television ili usipitwe na habari hizi maalum.